na kuja kufungua mlango. Anayeingia ni Chuke. Adiza akamsalimia Chuke na kuja kuendelea na kazi zake. Hiki kitendo kikamkera sana Chuke, ambaye hapa ataishi kwa msaada tu. Chuke anataka Adiza angemkumbatia, angebeba mabegi yake na kuyapeleka chumbani. Hata siku haijaisha tokea apewe msaada wa kuishi hapa. Chuke tayari ameshajipachika vyeo. Yeye ndiye mwanaume katika hii nyumba, hivyo anapaswa kupewa heshima. Adiza akainuka akamkumbatia Chuke, kisha akabeba begi la nguo la Chuke na kulipeleka chumbani. Kesho yake Chuke anapiga msosi, hapa ugali, pale rosti ya nyama. Adiza akaja na kumwaga Chuke, lakini kabla hajaondoka Chuke akajifanya anataka kumwombea Adiza. Adiza, dada wa watu, akayapokea maombi ya Chuke, kisha akaelekea zake kazini. Baada ya muda Adiza anarudi kazini, anamkuta Chuke yupo chumbani. Chuke akampokea pochi Adiza na kuanza kumwambia, unakumbuka niliwahi kukwambia kuna upande wangu wa pili ambao haujui Leo nataka nikuoneshe huo upande. Chuke akaanza kumtomasa Adiza, akamuinamisha na kuichomeka kinyume cha maumbile kwa mparange. Maumivu ya kutembelewa katika njia kuu ya kuelekea chooni yakamfanya Adiza ashindwe hata kutembea vizuri. Msaidizi wa Adiza ambaye pia ni shoga yake aitwaye Kemi akamuuliza Adiza amekutana na nini mpaka yupo katika hali hii. Adiza anamwambia Kemi jana alipelekewa moto na Chuke kinyume cha maumbile. Halafu mbaya zaidi, mchizi ana mashine ya mguu wa mtoto wa miaka 3. Kemi akaanza kupata mashaka, huyu Chike si mchungaji, anawezaje kufanya hivyo? Huko nje mama Adiza amemdaka jamaa akiwa anachungulia katika geti lao. Mama akamwambia huyu jamaa endapo asiposema lengo lake ni nini mpaka awe anachungulia hapa, basi atawapigia polisi na kuwapa taarifa. Jamaa akabidi afunguke ukweli sababu ya kuwa hapa asubuhi yote hii. Mwamba anasema yeye ndiye aliyejifanya chizi, akajifanya anaona Adiza na Chuke wakioana, na huu mchongo alipewa na Chuke. Mama kusikia hivyo akamwingiza huyu jamaa mpaka ndani akayaseme mbele ya Adiza. Jamaa anaingia ndani akamkumbusha Adiza kuwa yeye ndio yule chizi aliyekutana naye siku ile alipokuwa akifanya mazoezi. Hakuwa chizi, yupo sawa kabisa. Hii fursa alipewa na Chuke. Yeye na Chuke ni marafiki tokea wakiwa gerezani, na wala Chuke sio pasta, ni tapeli wa mapenzi na pesa. Adiza kusikia hivyo akajisikia vibaya, na muda huo huo tayari Kemi ameshawapa taarifa mapolisi. Mapolisi wakaja na kumkamata Chuke. Mama Adiza akamwomba radhi Adiza kwa kilichotokea, lakini asijali, ndani ya wiki hii atapata mwanaume mwingine. Mama hampe upenyo binti yake wa kupumua. Anaona hata sekunde moja ikienda bila ya Adiza kuwa na mwanaume ndivyo atakavyokosa mjukuu. Je, una changamoto la bando? Basi wasiliana na huyo mshikaji, atakuwezesha bando chap chap kwa haraka zaidi.